Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa, na tunaendelea na mapitio ya maswali tofauti tofauti kutoka kwenye mitihani ya taifa. Tunapitia swali kutoka kwenye mada ya matumizi ya sarufi, na swali hili limetoka mwaka 2021, lilikuwa ni swali la 3. Mshtue jirani yako, rafiki yako, mdogo wako, ndugu yako, yoyote ambaye unahisi hichi kitu kinamsaidia, ambaye yupo kwenye maandalizi ya mtihani wake wa mwisho wa kidato cha 6. Hii ni channel kwa ajili yake. Tuko hapa kumsaidia. Kwa swali letu linasema, kwa kutumia mifano eleza dhana za kisarufi zifuatazo. Kwa kutumia mifano eleza dhana za kisarufi zifuatazo. Dhana ya kwanza ni mzizi huru. Mzizi huru. Mzizi huru ni aina ya mzizi ambayo inaweza kusimama peke yake na kutoa maana iliyo kamili. Ni mzizi huru. Yale maneno ambayo yanaweza kusimama peke yake, ambayo yani ni mzizi, ni neno. Ukilitamka, ukilisema linatoa maana iliyo kamili. Kwa mfano, ndugu, rafiki, kitabu, hiyo ni mizizi huru. Kwa hiyo mizizi huru ni ile mizizi ambayo inaweza kusimama peke yake na kutoa maana iliyo kamili. Dhana ya pili ni mofolojia. Mofolojia ni tawi la isimu linalojishughulisha au ni tawi la isimu linalochunguza muundo wa maneno katika lugha. Ni tawi la isimu linalochunguza muundo wa maneno katika lugha. Kwa mfano, neno mwanafunzi. Kazi ya mofolojia ni kwanza kuchunguza. Kwa mfano, inachambua yale maneno. MW ni kiambishi ambacho kinaonyesha nafsi ya nini? Nafsi ya 3, umoja. MW, mwanafunzi, kwenye neno mwanafunzi. Kwa kazi yake ni kuyagawagawa maneno kwenye maumbo tofauti tofauti. Hiyo ndio mofolojia. Na dhana nyingine ni viambishi. Viambishi ni vipande vya maneno vinavyoongezwa kwenye vipande vidogo vidogo vya maneno vinavyoongezwa kwenye maneno ili kuunda neno jipya. Hivyo ndio viambishi. Viambishi ni vipande au tuseme ni mofimu zinazoongezwa kwenye maneno ili kuunda neno jipya. Kwa mfano, kuna neno soma, alafu nikaongeza ni, nikasema ninasoma. Kwa neno soma ni tofauti na neno ninasoma. Tumeongeza kiambishi ambacho ni. Ni kiambishi cha nafsi ya kwanza umoja, kinarejelea nafsi ya kwanza umoja. Kwa viambishi ni mofimu ambazo zinaongezwa kwenye maneno ili kuunda neno jipya. Dhana nyingine au istilahi nyingine ni sentensi sahili. Ni aina ya sentensi ambayo inakuwa na kitenzi huru, kitenzi kikuu kimoja. Hiyo ni sentensi sahili. Kwa mfano, mtoto anacheza, ni sentensi sahili. Mwalimu anafundisha. Wao wanapiga ngoma. Hiyo ni sentensi sahili. Istilahi nyingine ni alomofu. Alomofu hizi ni aina tofauti tofauti za mofimu moja zinazotumika katika muktadha tofauti tofauti. Alomofu, aina tofauti tofauti za mofimu moja zinazotumika katika muktadha tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna alomofu ni. Alomofu ni kuna wakati inatamkwa ni, yani ni, lakini kuna wakati inatamkwa n peke yake. Inategemeana na sauti inayofuata. Kama utakuwa na swali lolote kulingana na kama itakuwa kuna kitu hujaelewa kutoka kwenye swali hili, unaweza ukauliza hapo chini kwenye comments, na usiache kutembelea kurasa zetu za kijamii. Usikae mbali na channel hii ili uendelee kujifunza zaidi. Ujambo? Sijambo. Habari gani? Nzuri. Kiswahili Simplified.